الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basi tunawaomba wale wanaotusikiliza katika YouTube yetu hii Bilali Online TV wasiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Ama bado leo tunazungumzia, bado tumo katika kuzungumzia Ijumaa. Leo tunazungumzia tablighi. Kama alivyosema Imam Ghazali, Imam Ghazali kasema hivi, kasema kwamba ikiwa watu wakikataa kufanya tablighi, Waislamu wakasusia tablighi, wakawa hawataki kufanya tablighi, wakashughulikia mambo yao mengine pengine kwa sababu hayo mengine ndio yenye rujwa, ndio yenye pesa, ndio yenye mali, ndio yenye anasa ya kidunia, basi wakaingia huko na wakaacha kufanya kazi ya tablighi, basi Imam Ghazali anasema dini hii itakufa kifo cha kawaida. Na Imam Malik yeye anasema, Imam Ghazali tumeshasikia kasema hivyo, lakini Imam Malik naye anasema hivi, anasema njia ya ambayo watu kama wakitaka, Waislamu kama wakitaka kusimamisha dini hii, yaani ifikie katika upeo ule aliokuwa nao wakati wa mtume, basi Waislamu lazima wapite mule alimopita mtume. Imam Malik anasema hivyo, kama Waislamu wanataka dini hii isimame sawa kama ilivyosimama zama za mtume, basi na wao wanatakiwa wapite mule alimopita mtume, wasipite kwengine. Wakipita kwengine basi hawawezi tena kufanikiwa. Kama hivi leo tunaona watu wanapita kwengine, watu wanaweza kuwa wakahitilafiana kwa sababu ya kujitizama kwenye kioo, kwa sababu ya televisheni wanahitilafiana. Yani wao wanaona wakitetea kioo, wakiwakataza watu wasijiangalie kwenye vioo, wakiwakataza watu wasishughulike na mambo ya pasipoti, wao wanaona wakifanya hivyo ndio wanasimamisha dini. Sasa Imamu Malik anasema watu lazima wapite mule alimopita Mtume Muhammad, sio tena kufuata fikra zao. Kwani haitoshelezi mtume namna yale aliyoyasema na aliyoyafanya hayatoshelezi? Mbona tunayaacha yale aliyoyasema na aliyoyafanya? Sisi tunaingia kwengine, huku kwengine tunakwenda kufanya nini? Na mambo yako hapa. Kwa hivyo Maliki yeye anasema, Imam Maliki Mwenyezi Mungu anaorishe kabli lake, anasema ili dini hii isimame, watu wakitaka wasimamishe dini, sio watororokie kwengine wakazungumzia hivi halafu anze mabishano. Wapite mule alimopita mtume. Na tena Allah Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina jahadu fina, na wale watakaofanya juhudi kwa ajili yetu, lanahdiyannahum sublana, basi tutawaongoza katika njia zetu. Maana yake wakipita maana yake sasa hivi, wakipita mule alimopita kama alivyosema Maliki, na wakafanya kama vile alivyosema Ghazali, tumefahamiana, basi Allah anasema atawaongoza katika njia yake. Kwa hivyo ili watu waongozwe, lazima watizame maelekezo haya ya Imamu Maliki na Imamu Ghazali. Sasa tutizame mtume kapita wapi? Na maana ndio tushaambiwa tumfuate yeye, tufanye anavyotaka yeye, sio tuunde miundo mbinu mengine halafu tuwe sisi kazi yetu kugombana huko wakati hili la msingi tunaliacha. Watu wanatengeneza mada ili watu wasiingie hapa kwa msingi, wasiingie hapa kwenye jambo la msingi, kama alivyosema Maliki, kama alivyosema Imam Ghazali, wasiingie hapa. Na hapa ndipo aliposema Allah Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, kama watu watafanya juhudi kwa ajili yangu, kwa ajili yetu sisi, watafanya juhudi, basi tutawaongoza katika njia yao. Na uongozi nani tumfuate nani? Kiongozi hapa anayekusudiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigania hii dini Maka miaka 9, baada anapambana na Makureshi tu wa Maka miaka 9. Baada ya kukabidhiwa utume, kwa muda wa miaka 9 mfululizo anapambana na Makureshi. Mtume anataka Makureshi watu waikubali kalima la ilaha illa Allah, ili iwaongoze
ili wao wawe mabwana katika dunia na wakastarehe siku ya akhera, wakati wa kiyama. Hii ndio ilikuwa shabaha, watu waijue kalima la ilaha illa Allah. Kwa hivyo na wengine tunawaambia, haya mnayofanya, haya mnayoyasema, mnayofanya, haya ni upuuzi mtupu, na mnakusudia kuharibu hii shabaha ya mtume, mnaiharibu shabaha kwa maslahi yenu ya kidunia. Lakini fasawfa taalamun, mtakuja jua, mtajua, utakuja muda mtajua tu. Maisha si hivi yanakatika kidogo kidogo bwana. Ramadhani hii ikija, Ramadhani ijua, hatujui kama tutafika. Tumefahamiana. Kwa hivyo nusura iko hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na Makureshi miaka 9 mfululizo. Anawataka waifuate kalima ya la ilaha illa Allah. Anataka washikamane, waachane na shirki, waachane na kuabudu masanamu, washike maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume kwa faida yao. Miaka 9 mfululizo. Miaka 9 mfululizo hawajakubali Makureshi. Bado wamo katika kumpinga, bado wanamfanyia istizai, bado wanamtukana, bado yeye mtume pamoja na wale wanaomfuata wote wamo ndani ya shida kubwa mno isiyoelezeka. Kwa hivyo na sisi tusome hii shida aliyoipata mtume na njia aliyopita, lakini mwisho wake nini kilikuwa? Mwisho wake alikuwa mafanikio. Kwa hivyo na sisi tupite njia hii, sio tena eti tugombane kwa sababu ya kioo, tupambane kwa sababu ya pasipoti. Huu ni upuuzi. Tunachotakiwa sisi tushike hapa aliposhika mtume, ambapo Imamu Ghazali na Imamu Maliki wanasema bila ya hivi haiwezekani. Ikapita miaka 9, bado Makureshi wanamkejeli mtume, wanakejeli watu waliokubali, ambao watu wachache waliomkubali mtume, na shida kwa mtume ikawa kubwa sana, haimithiliki. Lakini mtume hakubuni njia nyingine, kwa sababu hii ndio aliofahamishwa na Allah, apite njia hii, apite njia, na akapita. Baada ya kumaliza karibuni miaka 9, na katika watu waliokuwa kimuhami Abu Talib, mzee wake, mzee Abdul Muttalib, yeye alijitahidi sana kumhami mtume kwa mali, kwa hali na mali, na mpaka pale mtume alipofariki mzee Abdul Muttalib, ndio sasa janga likazidi, kwa sababu wakati yuko huyu mzee wake watu walikuwa wakimheshimu, kwa hivyo wengine walikaa kimya. Lakini alipofariki mzee Abdul Muttalib, basi hata wale waliokaa kimya na wao sasa walinyanyuka. Kwa hivyo hali ya mtume ikawa mbaya sana. Ikawa pale Maka mambo yamekuwa ya ajabu na ya hatari. Mtume akaona aende Taifu. Hii ndio kapita mtume bwana, na njia hii ndio ambayo itakaoleta manufaa kwa Waislamu duniani katika zama zote, sio mengine. Haya mengine ni upuuzi tu, ni ujinga tu, na wengine ni ukafiri tu, unafanywa kwa makusudi watu wasipate fursa ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wasipate fursa watu wasikae wakatanabahi wakafanya tablighi, wakapita katika tablighi ile aliyopita mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio peke yake yenye mafanikio. Basi mtume akaona aende zake Taifu. Akaondoka mtume akaelekea Taifu. Kule Taifu kuna taifa kuna kabila linaitwa Banu Thaqif. Akaenda kule, na makusudio ya kwenda kule kuonana na viongozi wa Bani Thaqifu ni kwamba alitarajia mtume, manake hapa Maka hali ishakuwa mbaya, haikubaliki tena, hakuna la kufanya. Akaona ende Taifu kwa Bani Thaqif, aonane na viongozi wale ambao wanatawalia yale makabila. Akenda zake na makusudio yake, ikiwa wale watu wa Bani Thaqif watakubali, basi hawa maswahaba ambao pale Maka sasa wanapata shida sana, wanapata bugudha sana, wanapata shida sana, wale sasa awachukue awapeleke Taifu. Hii moja katika fikra yake alikuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipofika kule hawa viongozi wa Taifu alivyokwenda kuwaona mmoja baada ya mmoja,
jamani, nimekuleteni zawadi, nimekuleteni kalima ya la ilaha illa Allah. Mkikubali kalima hii, basi na nyinyi watu wa Taifu mtakuwa mabwana, mtakuwa mtaheshimika, Mwenyezi Mungu atawapenda na mwisho wenu mtaingia peponi. Kwa hivyo nakuombeni jamani, Allah viongozi, nipokeeni, mimi nimekuja na zawadi hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nipokeeni, nimekuja na zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kiongozi katika Bani Thaqifu alimueleza yake. Wako waliomweleza wakamwambia, sikiliza bwana, wewe kama wewe mtume, hivi huyu Mwenyezi Mungu amekosa katika watu wote walioko Maka pale, ametafuta wewe mpaka akashindwa, akakuweka wewe mtume. Mtu huna hali, huna mali, huna chochote, ndio wewe unatuambia mtume bwana? Sisi bwana, sisi hapa hatuna haja na wewe, tafadhali, hatuna haja na wewe. Wengine wakamwambia, bwana sikiliza, sisi hatuwezi kukubaliana na wewe tena, ondoka hapa ndani ya mji wetu. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa wewe kweli ni mtume na sisi tunakupinga, basi tutapata adabu kwa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa wewe si mtume, ni mtu muongo tu, mjanja, unataka kudanganya watu, basi ya nini sisi tujadiliane au tukubaliane tukae kikao na mtu mjanja tu? Basi nenda zako bana, sisi hatuna haja na wewe. Akajaribu kuwaona wale viongozi, na kila kiongozi alimueleza maneno ya kumkatisha tamaa, maneno ndani yake yana kashfa, maneno ambayo hayafanani kuelezwa mtu ambaye hata aliyekuwa si mtume pia hayafanani kumweleza maneno ya namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashindwa. Yale makabila, wale viongozi wa makabila wote kawafuata na akawaekea mbele makusudio ya la ilaha illa Allah na kila kitu, wakakataa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hao wamekataa, akaanza kuonana na watu binafsi mmoja mmoja, na wao pia wakakataa. Kwa hivyo walipokataa, sasa wakafanya na mengine, wakafanya kumdharau, kumzomea, kumsukuma, kumadhiri, kila ubaya wanaokuwa wanajua huyu tukimfanyia huu hivi atauvika, walimfanyia. Mpaka Mtume mwenyewe sasa akaamua kwamba arudi Maka. Sasa tutizame ndugu zangu Waislamu, tutizame nini kilimtokezea Mtume Maka, na nini baada ya kukimbilia Taifu, nini kimempata Taifu. Lakini tunatakiwa hivi alivyopita yeye, haya aliyokusudia yeye na haya aliyofanya yeye, sisi tunatakiwa tupite hapo hapo. Ingawa hata tukipita sisi sasa hivi hatuwezi tukupata majanga kama aliyopata yeye, kwa sababu yeye baada ya kuona sasa aondoke ndani ya mji, hawa wakubwa wa viongozi hawa wa Taifu waliwaambia, huyu mpigeni mpaka atoke ndani ya mji wetu. Hapo sasa wahuni, watu wahudi wanaosikiliza maneno ya mabwana zao, hapo ndipo alipoanza kumpiga. Sasa akapigwa, toka muhuni, toka mchenzi, hatutaki uhuni hapa, hatutaki wajinga hapa. Wakaanza kumpiga kwa makofi mpaka mwisho kuingia katika mawe, wakampiga kwa mawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliroa damu mwili wake wote kufuatana na mawe aliyokuwa akipigwa. Lakini je, alibadilisha msimamo, alibadilisha mwendo? Kwa sababu huu ndio mwendo aliotumwa na Mwenyezi Mungu, na huu ndio mwendo ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema nitawaongoza katika njia zake. Kwa hivyo watakaopita lazima wapite watu wawaeleze kwa heshima na adabu nini faida la ilaha illa Allah, na watakaokataa wakaipinga hii, nini hasara itakayopatikana. Allah ameleta la ilaha illa Allah, makusudio yake nini? Waislamu wanatakiwa wakutane wote, wafanye hii kazi waifanye, na hata kama yakitokea matatizo wastahimili. Ndani ya wao kusubiri ndiyo kwenye fursa ya kunusurika watu. Wao wakifanya subira, ile subira yao ndio itakayowafanya watu wengine wanusurike. Allah apeleke taufiki, apeleke hidayah kwa watu wengine, kwa sababu wao wamesubiri yale machungu. Mtume akapigwa sallallahu alaihi wasallam mpaka viatu vyake vikaroa damu, mpaka mwili wake wote ukaroa damu, mpaka akashtakia kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, umeniwakilisha kwa watu makatili kiasi hichi, basi mimi nashtakia unyonge wangu, ya Allah, nashtakia unyonge wangu, na wewe ndio mkombozi, na wewe ndio msaidizi wa wanyonge, na kuomba Mwenyezi Mungu unihifadhi na hawa watu, na nakuomba yale makusudio yangu mimi nitastahimili mpaka pale ule ujumbe ulionipa ufike kwa umma.
na sitovunjika moyo, katika. Hii ndio ilikuwa dhamira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe mtu wa tablighi, lolote utakalokipata inatakiwa useme hivyo, kwamba hautovunjika moyo na wala hautoacha kazi ya tablighi, hautaacha kuilingania la ilaha illa Allah, na hata yakitokea maafa na matatizo namna gani, wewe utabakia hapo kuinusuru kalima la ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu sasa ndio atakapokuongoza umma ukapata hidayah. Basi aliposema maneno hayo ya kunungunika kwa Mwenyezi Mungu na akataka msaada kwa Mwenyezi Mungu, Allah alimpelekea nini? Alimpelekea malaika na kumwambia, nendeni mkamwambie Muhammad analotaka lolote nimfanyie zidi ya hawa waliompiga kiasi hichi, basi mimi nataka kwanza nipate amri yake. Lana hadiyanahum subulana, tutawaongoza katika njia zetu. Sasa anaongozwa Mtume Muhammad, anaongozwa kwa sababu yeye yale aliyofanya yote anayafanya kwa ajili ya Allah, hakuyafanya kwa ajili ya mtu mwingine. Na alishika amri, akawa ni mtu ambaye anatii amri ya Mwenyezi Mungu, sio kupita kwingine. Sio kama hivi leo Waislamu sasa wanazungumzia habari nyingine, wanaambiwa wapite mpito huu, dini isimame. Wao wametengeneza magurupu yao, na makafiri wametengeneza magurupu, wamewaajiri wao. Sasa huko ndio wanakotetea, ndiko wanakotetea. Lakini kuitetea dini kupita mfumo huu, tena basi hatari tena hatari kubwa. Wale wanaopita mfumo huu ambao ndio kauamrisha Mwenyezi Mungu, na akasema kwamba watakaopita basi nitawaongoza, basi wale waliokuwa tayari hawayataki haya, wanawaambia hawa wanaofanya juhudi wanaofanya juhudi kwa ajili ya Allah, wanawaambia hawa ndio makafiri. Unaona kishindo hicho? Kama vile alivyoambiwa Mtume kwamba yeye si lolote si chochote bwana, ni muuni tu, anataka mambo yake basi. Na wao sasa wanaambiwa na wao vile vile ni makafiri tu, wanaharibu dini. Wao wanaotoka katika mfumo huu wakakaa pembeni, wakashindania dunia, wakashindania mambo ambayo ndani ya Qur'ani pia hayamo. Qur'ani ishajitosheleza, inena mambo yake, na kila Muislamu katakiwa afate njia gani. Hawafati njia, hawataki kufuata njia hii. Wanazao, wanatetea yao, hawatetei hii. Hawafuati, wanasema wao wanamfuata Mtume. Lakini Mtume sasa kapata hivi, wao hawataki kupita humo. Mtume akaletewa jeshi, akaletewa malaika, akaambiwa sasa mwambieni Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwambieni anataka tuwafanye nini hawa waliomfanyia mambo haya. Mtume akasema, mimi hawa nawasamehe, na ninatarajia kutokana ndani ya migongo ya hawa walionifanyia hivi, basi watatoka watu watalitambua hili ninalolifuata mimi, ninalolifanya watatambua. Tumefahamiana? Kwa hivyo mimi hawa nimeshawasamehe. Tumefahamiana? Na natarajia watakaotoka kwenye migongo yao basi watakuja kunusuru hii dini. Hapo ndio inaonekana lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sasa hapa ndio inapotakiwa watu wafuate ili Mwenyezi Mungu apate kuwanusuru, ili Mwenyezi Mungu apate kuwaongoza. Hakuna uongozi bila ya kufuata. Ukipita njia nyingine yoyote, wewe hawezi kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Uongozwe na Mwenyezi Mungu upite hapa. Na hivi ndio kapita Mtume. Na watu wote wanatakiwa, Waislamu wote wapite hivi. Kwa hivyo kanusurika watu wa taifa. Na Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ukisema tunyanyue milima tuwapige watu wa taifa, basi Allah anamwambia tutakuwa tayari, tutawafanyia. Mtume akasema hapana bana. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hapa ndio inaonyeshwa kwamba Mtume kweli alikuwa ni rehema kwa watu. Wewe fikiria, mimi na wewe kama tutapigwa kiasi hichi, halafu akatokea mtu akasema anataka kutusaidia, mwenye uwezo, tumwambie afanye, yuko tayari kufanya tunavyotaka sisi. Unaweza kumwambia adui yako kwamba basi mimi nimewasamehe? Unaweza? Lakini Mtume alisema nimewasamehe. Na yakawa yale ndani ya taifa wamepatikana maswahaba wazuri tu, wakanusuru dini. Kwa hivyo njia, ndugu zangu, ni hii. Njia ni hii. Na Mtume ameshaisema njia hii. Na sio kasema yeye, kaambiwa na Mwenyezi Mungu aseme, kul hadhihi sabili adu ila Allah. Hii ndio njia yangu, kuwaleta watu kwa Allah, kuijua kalima ya la ilaha illa Allah, kuijua sala, kujua zaka, kujua mengine.
adu ila Allah, na waita watu waje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirati, kwa hoja za wazi wazi, ana wa man tabani, mimi na watakaonifuata. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameshaika hivi na ameshasema wale watakaofuata njia yangu nitawaongoza katika njia yangu. Wale watakaofuata basi mimi nitawaongoza katika njia zangu. Na Imamu Malik ameshasema hakuna mafanikio kwa kupita njia nyingine. Watu kama wanataka mafanikio wapite pale pale, na Mtume naye kashaambia waambie kwamba hii ndio njia yako, ndio njia yako tena ya basira, tena uifuate wewe Mtume, wa kwanza ufuate wewe, ufuate. Na Mtume kafata, alifata, na dunia nzima ikaheshimika Uislamu. Kwa hivyo na sisi kama tunataka dunia nzima Uislamu uhifadhike, uheshimike, lazima tumfuate Mtume. Mtume ndio kaambiwa na Mwenyezi Mungu atueleze, na mipaka ya Mtume ndio hii. Tunaona namna gani kafika, kaenda Maka kashindwa, kaenda Taifu kashindwa. Tumefahamiana, na alitaka lau kama ingeshinda Taifu basi ilikuwa pengine utawala wa Kiislamu ungekuwa Taifu, lakini walikataa Taifu, wakaleta majivuno na jeuri. Mtume hakuchoka, akasema twende Madina. Akenda Madina, basi vile vile baada ya kufika Madina, pamoja na shida zote, lakini Uislamu, la ilaha illallah, ilisimama. Kwa hivyo na sisi manake tunaelezwa na sisi watu wa tablighi wasivunjike moyo. Njia aliyopita Mtume ndio hii. Ukiona hapa unafanya kazi ya dawa, matatizo yanakuwa mengi, haiwezekani, nenda pengine. Ukiona hapa haiwezekani, nenda pengine. Kama alivyofanya Mtume, na sisi tunatakiwa tufanye hivi. Sio kukaa mabarabarani eti sijui pasipoti haramu, kujitizama kwenye kioo haramu, sijui kufanya. Yanahusu na nini? Hayatuhusu. Tunatakiwa tufuate utaratibu wa Mtume ili dini inusurike. Lakini watu hawataki, wanachukua vipengele vya kipuuzi kwa sababu vina pesa. Sasa hivyo wanaviingiza. Sasa Waislamu wanakorogana sasa. Bana, kioo haiwezekani, kujitazama kwenye kioo ni haramu, ni bidaa, sijui nini. Hala, sisi bana tunaambiwa njia ni hii. Kwa hivyo Waislamu wanaotaka dini hii kusimama, njia ya Mtume ndio hii, na sisi tunatakiwa tufuate njia hii, na tufuate maneno ya Imamu Ghazali na Imamu Maliki. Ghazali anasema kama watu wataacha tablighi, dini itakufa ufaji wa kawaida. Maliki naye anasema watu wakitaka dini hii isimame, wasitororokee kwengine, wasimame hapa alipopita Mtume, wapite hivi ndio watasimamisha dini. Kama hawakupita hivyo, wakaingia kwengine, wakapewa pesa na Mayahudi, wakawa sasa wanaanzisha mizozo ndani ya dini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.